mke wangu Faraj na mdogo wangu Tonga, nimewaita hapa kuhusiana na ile safari tuliyozungumza juzi. Ile safari sasa imewadia na huu ndo muda sahihi. Mimi inabidi niondoke hapa kijijini na nielekee mjini kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha, kwa sababu hali yetu hapa kijijini ndo kama mnavyoiona. Hali ni ngumu kupita maelezo. Kwa hiyo inabidi mimi leo hii niondoke. Mume wangu, unaondokaje na kuniacha mimi na hali kama hii? Eti mume wangu, sio sawa kabisa. Ni kweli kabisa unachokisema mke wangu Faraj, lakini inanibidi tu nifanye hivyo. Kwa hivyo hakuna jinsi, kwa sababu maisha yetu hapa kijijini ni magumu sana. Kwa hiyo acha tu mimi niondoke, lakini pia sitaondoka tu hivi hivi. Mdogo wangu Tonga yupo huyo hapa, atakushughulikia na atakutunza muda wote ambao mimi sipo. Kwa hiyo hata usijali kuhusu hivyo. Na dada yako ndo kama unavyomuona hali yake ilivyo. Kwa hiyo kuanzia hii leo wewe ndo kama kichwa cha familia hapa nyumbani. Umtunze shemegi yako, umjali, kwa sababu wewe ndo kiongozi sasa hivi. Kipindi chote hicho ambacho mimi sitokuwepo, wewe ndo kiongozi katika familia hii. Sawa? Kwa hiyo basi acha mimi niingie ndani ili niende nikajiandae kwa safari. Jamani, mimi nadhani panatosha. Kwa hiyo huku kunapobakia acha mimi nimalizie, na nyinyi mrudi nyumbani mkaendelee na majukumu yenu kama kawaida. Sawa? Kwa hiyo kwaherini basi. Tonga, kwaherini. Sawa. Nilikuwa na ndoto na wewe ndani, mikono yangu mitupu, moyo wa dhahabu. Uliniacha kwa yule mwenye pesa nyingi, lakini moyo wangu hawezi kubadili. Nasema pole